lakini kuna mambo ambayo nataka nielekeze kanisa la Baptisti Tanzania. Kalenda ya mwaka 2026 2026. Amen. Kuna mambo ambayo ningependa muyaweke kwenye kalenda zenu kabla ya kupanga mipango yenu ya mahali au kanisa la mahali. Cha kwanza, mnapopanga kalenda zenu kanisani, mwezi wa pili, chonde msiuguse. Kutakuwa na kalenda ya BCT. Kwa kama utapanga, ujiandae kubadilisha. Tuko pamoja Na hiyo wafikie viongozi wote, viongozi wa kanda, wa majimbo na wachungaji wa mahali na waumini mnaoongozwa pale. Mwezi wa pili, msiseme sisi tuna harambee, tutakuwa na kalenda kwa ajili ya BCT. Pia huo mwezi wa pili mnaweza mkaendelea shughuli zenu, lakini tukiwaletea kalenda yetu, mjiandae kupanga roho ya kwenu. Hiyo ni mwaka 2026. Pia mwezi wa tano mwanzoni, tunaomba chonde msipange kitu kingine chochote. Ni kalenda ya BCT. Kwa hiyo kitakachokujia tutawaletea hivi karibuni. Lakini mwezi wa tano mwanzoni. Pia mwezi wa 7 mwishoni, msipange kitu chochote. Kwa mwanzoni ruksa, lakini mwishoni BCT. Nikisema BCT maana yake kanisa la Baptisti Tanzania, Baptist Church of Tanzania. Lakini pia mwezi wa 8 mwanzoni, msipange kitu chochote, kwa sababu tutakuwa na mkutano wetu wa kitaifa mwakani. Si tunajua hiyo? Si tunajua jamani? Kwa chonde mzingatie hayo, msio mkasema hamkuambiwa. Jambo lingine, safi, kwa wale wenzetu wa jumuiya, wale ni wenzetu, popote wakisema wanataka kurudi, vigezo na masharti vishafutwa, naomba muwapokee pasipokuwa na figisu. Wale ni wenzetu, ni Wabaptisti wenzetu, tunawahitaji tutumike pamoja kwenye shamba. Wakisema tunataka turudi, ni waombe waangalizi wa kanda, majimbo na viongozi wote, muwapokee pasipo masharti yoyote. Naomba lizingatiwe hilo. Amen. Jambo lingine la pili, viongozi wenzetu wa BCT wako Marekani. Kuna mkutano kwa ajili ya mambo ya ushirikiano. Unajua tuna ushirika na watu wa Marekani. Sasa wenzetu BCT ambaye ni bishop mkuu pamoja na kitengo cha habari, mkurugenzi wa kitengo cha habari na uhusiano wako Marekani, na mwenyekiti wa kina mama au wanawake kitaifa wako Marekani Dallas, kwa ajili ya kutengeneza ushirika mwenza kati ya Marekani na sisi wa Tanzania. Kwa hiyo tuwaombee ziara yao iwe ni njema na yenye baraka. Wakija wanarudi na matunda mazuri. Amen. Pia jambo lingine la tatu ni wasi makanisa yote ya Baptisti Tanzania, dhehebu linategemea zaka. Wewe kama hutoi zaka ni mwizi. Sitegemei kuona chapa za waizi kwenye hili dhehebu. Kwa hiyo kama kanisa lako halijatoa zaka, wewe na kanisa lenu ni nani? Utamalizia chonde kama kanisa lako halipo kwenye mkeka. Hii dhehebu linategemea zaka. Wewe kesho na kesho tutakuwa kiongozi hapa, ili sasa ukija usikasema mbona kanisa hili limepigika. Anayesababisha lipigike ni wewe, na kanisa hili kwa taarifa lako ni matajiri sana kuliko unavyofikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa naomba makanisa ambayo kuelekeza makanisa ambayo bado hajatoa, mjicheke, mjitathmini kwenye mkeka. Moja ya sifa kwamba ni kiongozi wa hili dhehebu, lazima utoe zaka. Kwenye kanuni au katiba namba 80 inasema mtu anaweza kujivunja usharika asipotoa zaka muda wa miezi 3. Kitakachokufuata ni hatari, kwa sababu bahati nzuri na mimi niko kwenye ofisi ya utekelezaji na utendaji na kuwajibisha watu, tunaita responsibility and accountability. Pia wale ambao hawakumaliza ahadi zao za ujenzi makao makuu Dodoma, tunawaomba mfanye hima tumalizie. Amen. Wachungaji mnaobahatika kujiendeleza na masomo, asante mchungaji aliyopo hapa, na mimi nitumie fursa hii. Nisingesoma huenda nisingefika hapa nilipo.
Elimu haina mwisho. Ni wasihi kwanza tuanzie hapa kwa mchungaji, ambapo na mimi nimezaliwa hapa, nilibatizwa hapa, nikaokokea hapa, na sasa hivi naongoza kitaifa, nimetokea hapa. Na mchungaji huyu, baba wewe ukasome diploma. Kama mchango hamna, na mimi nitachangia. Fomu utakayokuja nayo sema mchango kwa ajili ya diploma, tutakusupport. Tumetokea hapa na sisi lazima tusupport na wengine wote. Nendeni mkasome. Amen. Amen.